Mheshimiwa, tumewaalika ndugu zetu wa Wizara ya Uvuvi na Uchumi wa Bluu na Uvuvi, tunaye mkurugenzi pale. Pia tumewaalika wenzetu wa ZEMA ambao tuko katika compound moja hii, waje kwenye shughuli hii adhimu. Asalamu alaykum. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyejalia uhai wetu na uzima tukakutana leo hapa katika shughuli muhimu Mheshimiwa ya uzinduzi wa Kilimo TV hapa kwetu Zanzibar. Aidha, naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kiwango cha maendeleo ambacho amekuwa akikifikia kila siku, na sisi sote mashuhuda wa juhudi zake na maendeleo ambayo tumekuwa tukiyapiga siku hadi siku. Tatu, naomba nikupongeze Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa miongozo yako ya mara kwa mara ambayo inatusaidia kupiga hatua moja baada ya moja kuelekea maendeleo ya kilimo, mifugo, maliasili na umwagiliaji. Baada ya shukrani hizi Mheshimiwa, naomba sasa niseme kwamba Kilimo TV ambayo leo unaizindua na muhimili mkubwa sana kwenye yale mageuzi ya kilimo ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiyatarajia. Tunaamini kwamba hili jukwaa la kutoa na kupokea taaluma kwa wakulima, maarifa mapya, mbinu na njia sahihi bora na endelevu za sekta ya kilimo na ndugu zake. Kilimo TV ambayo leo Mheshimiwa tutaizindua kwa mwezi wa mwanzo ambao tumeanza jana, itakuwa katika majaribio ambapo wakulima na watazamaji watakuwa wanaiangalia, na inawezekana hapa na pale Mheshimiwa kuna changamoto, lakini tunaomba sote kwa jumla tuna subra. Tunajenga kitu kimoja, tunajenga TV yetu na manufaa yake yataonekana baada ya muda si mrefu. Mheshimiwa, TV Kilimo au Kilimo TV ni channel ya serikali inayoanzishwa kusaidia nguvu za wakulima, na kama nilivyosema, tukisema wakulima Mheshimiwa, tunamaanisha kwamba na wavuvi wamo na watu wa mazingira wamo. Hivyo tumekaribisha wenzetu wa sekta hizi za uvuvi na sekta wawe washiriki wa mwanzo katika uzinduzi huu, na tunataka kuwapa taarifa kwamba uendeshaji wa Kilimo TV Zanzibar nao unawahusu, na pale ambapo watakuwa tayari basi sisi tutatoa slot maalum kwa ajili yao. Kama nilivyosema, Kilimo TV si ya Wizara ya Kilimo, ni ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na sote tutumie tool hii ili kuwasaidia wananchi kufikia malengo yao na yale malengo ya kitaifa. Mheshimiwa Waziri, Kilimo TV imeanzishwa kwa ari ya viongozi wa wizara yako ukiwemo mwenyewe. Kwa wale ambao hawajui, Kilimo TV haikuwa na budget mpaka hapa ilipofikia, lakini ari na utashi wa viongozi wa wizara ukiwemo wewe Mheshimiwa Waziri kuona kwamba hiki tunakifanikisha. Maana yake ni kwamba penye nia njia haikosekani. Nitakuwa mwizi wa fadhila kama sitotoa shukrani Mheshimiwa kwa baadhi ya watu ambao wamesababisha Kilimo TV iwe leo siku ya uzinduzi wake. Kuna watu nimeita timu chagizi ikiongozwa na ndugu yangu Juma Abud. Hawa walikuwa mstari wa mbele wakati wote, nenda rudi, mchana, usiku, jioni, asubuhi, kuona kwamba tunafanikisha azma ya kuwa na Kilimo TV hapa Zanzibar, na wao wanabeba
nafasi kubwa ya mafanikio ya TV hii. Shukrani nyingine Mheshimiwa, nataka kutoa kwa taasisi na wizara za serikali, wakiwemo tume ya utangazaji, watu wa ZMUX, watu wa mtandao, ambao nao tuliwashirikisha na walikuwa tayari kuona kwamba Kilimo TV inakuwa si ndoto, lakini matokeo ambayo na wao wameshiriki. Kwa hiyo natoa shukrani zangu za dhati kwa wizara na taasisi ambazo zimefanya kazi pamoja na sisi kufanikisha shughuli hii. Nataka kurudi kwa wenzangu, watu wa Wizara ya Kilimo, watu wa Wizara ya Uvuvi, kuambia sasa kila idara ina wajibu wa moja kwa moja kuhakikisha kwamba taarifa zao, elimu zao, mambo yao wanafanya yanakuwa transmitted kupitia Kilimo TV ili wananchi wajue. Na actually Mheshimiwa Waziri, unafahamu kwamba hii ndio azma ya serikali, kwamba yale ambayo tunayafanya basi wananchi wanapaswa kuhabarishwa. Na sisi tumekwenda hatua moja ya ziada kuona kwamba TV sasa itakuwa ni sehemu moja ya kutoa taarifa zetu na kuwafikishia wananchi yale ambayo tunayafanya na yale ambayo wanatarajia kwa serikali yao. Hivyo wawe tayari viongozi hawa wa sekta zetu na za jirani zetu kuandaa maudhui ambayo yana nasaba na shughuli zao, nasi tuko tayari kufanya kazi nao kuona kwamba wananchi wanafaidika na TV hii ambayo leo tunaifungua. Si vibaya Mheshimiwa Waziri, kama wenzetu katika maidara na wao watakuwa na vitengo vya habari, wakanunua vifaa, wakatayarisha watu wa media ambao watakuwa na kazi ya kufuatilia kila mahala tunapokwenda ili haya yatimie. Mheshimiwa, nikwambie na niwaambie jamii ambayo iko hapa hii leo, TV hii, Kilimo TV Zanzibar, mbali ya kurusha matangazo yake, lakini tuna uwezo wa kukava mubashara matukio yote ambayo tunafanya hapa Zanzibar. Kwa maana hiyo, tunawataka wale ambao watakuwa na shughuli za kisekta watuambie mapema ili tuweze kuzingiza kunako program ya TV yetu. Lakini la mwisho, tunatamani na tuna hamu ya kuona kwamba kila saa moja ya usiku tuwe na habari kilimo, ambayo itakuwa ni kipindi maalum kila siku kutoka saa moja kutoa taarifa za habari za kilimo hapa Zanzibar, matukio na habari za kilimo hapa Zanzibar. Hayo ndiyo matarajio ya Kilimo TV Zanzibar. Kwanza na mimi nikapata nafasi ya kuwa ni miongoni mwa watakaoshiriki kwenye tukio hili, lakini vile vile katika tukio hili la uzinduzi, ingawaje nimepata nafasi kwenye maandalizi na hatua nyingine mbalimbali mpaka kufanikisha jambo hili. Kwa hiyo nafarajika kwamba kuona kwamba kile ambacho tumekipanga leo kimetimia. Kubwa zaidi niendelee kuwashukuru wale wote ambao tulifanikisha jambo hili kwa njia moja ama nyingine, kwa hali na mali, ikiwemo mipango, mawazo, sambamba na utafutaji wa bajeti kulikamilisha jambo hili. Ni ukweli usiofichika, hatukuwa na bajeti, lakini ukweli ni kwamba chimbuko la haya yote moja ni agizo la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika swala zima la utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwamba wananchi wa Zanzibar wanapaswa kujulishwa mazuri yanofanyika na mipango ambayo itafanyika yanotokana na serikali yao, ili kusudi kuweza kuona kipi kinafanyika na kwa ufanisi upi, na kama yale ambayo hajafanyika vizuri basi waweze kuhabarishwa na wao wawe ni sehemu katika kutoa mawazo na fikra na mipango yao katika kuona sote kwa pamoja tunafanikisha katika malengo yote ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ndugu viongozi, kama tunavyofahamu, tunaweza tukawa tunafanya mambo mazuri sana au matukio mazuri sana katika ufanikishaji wa mipango yetu ndani ya taasisi zetu, lakini endapo hayatutoyasemea, maana yake hatojulikana, ni sawa sawa na kwamba katika wafanisi na katika watakopima ufanisi
ni kama kwamba hakuna kitu ambacho kimetendeka. Na umuhimu wa vyombo vya habari, maana yake wao wanakwenda kuiambia jamii kile ambacho kimefikiwa kwa serikali. Na ukiangalia sasa hivi tuna utaratibu wa kupima ufanisi wa serikali kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kila wizara imepewa jukumu, kila taasisi imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba malengo ya serikali katika eneo husika yanafanikiwa. Leo tumeanza, hivi punde tutazindua chombo hichi cha habari. Tutumie fursa hii kwa mara nyingine tena kuwapongeza wenzetu wa Wizara ya Habari kwa miongozo wakiongozwa na waziri wao Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita na safu yake yote katika kufanikisha kutoa miongozo, jambo hili likafanikiwa. Sasa leo kama ambavyo tunafahamu, wakulima wetu na wavuvi wetu wamekuwa wakifanya mengi, wana changamoto nyingi sana. Lakini namna ambavyo tumeona kwamba vyombo vya habari tunavyokuwa tunatumia, wakati mwingine space ni ndogo na mambo yanofanywa na serikali ni makubwa mno. Kila mmoja anakuwa analalamika, na sisi kama wizara tumekuwa tukiona kwamba wakulima hawajapata taaluma sahihi na kwa wakati unaofaa. Kwa hiyo tukaona kwamba ili kusaidia serikali kuendelea kubainisha yale mazuri katika wizara hii, hususan kwamba tunamtegemea mkulima wa nchi hii aendelee kuleta mafanikio na kuleta ufanisi katika shughuli anazozifanya, kuongeza ufanisi katika familia lakini na taifa kwa ujumla. Tumelazimika kwamba sasa tufanye utaratibu, tuwe na chombo hichi ambacho kitahabarisha wakulima na wanaohitaji fursa zinazotokana na kilimo, ili kusudi tuweze kufikia malengo zaidi. Na itakumbuka kwamba tumekuwa tukifanya program mbalimbali. Tumeanzisha au tunaendeleza maonyesho ya kilimo 88. Tumeendesha maonyesho ya siku ya chakula duniani. Tuna semina, tuna warasha mbalimbali zinafanyika. Sambamba na hilo, wakati mwingine tutalazimika kwamba kwenda Tanzania bara tukashirikiana na wenzetu katika matukio mbalimbali ambao nao wanayafanya na wao wanakuja. Platform kama hizi tumekuwa zikitusaidia sana katika kubadilisha mindset za watu, lakini vile vile katika kuhakikisha kwamba kuonesha umuhimu wa kufanya shughuli hizi ambazo ni shughuli ambazo zinategemewa. Na kwa Zanzibar kama vile sasa tunavyoona kwamba tunazo ajenda mbalimbali. Kwenye kilimo tunazo ajenda na kwenye wizara nyingine tunazo ajenda. Kwa mfano sasa hivi ajenda ya nchi tuko kwenye blue economy. Sasa kama kuna blue economy, nao wamekabiliwa na changamoto nyingi. Wakulima kila siku, wavuvi wetu nasikia wanapiga kelele. Wakati mwingine wanapiga kelele kwa kutokujua. Leo wanavua sehemu ambazo si sahihi. Wakati mwingine wanatumia zana ambazo si sahihi, hazikubaliki kwa mujibu wa sheria tulizozipitisha. Lakini vile vile na wakulima wanalima kilimo ambacho wakati mwingine hakina tija, na wakati mwingine kinachafua mazingira. Alimradi mambo hayo yote yanakuwepo. Kwa kutoa kaspesi kadogo cha taarifa ya habari, maana yake bado hakuna uchambuzi wa kina ambao utamsaidia mkulima ama mwananchi katika kubadilisha muonekano wa mindset zake, katika kuona kwamba anashiriki shughuli anazofanya zinakuwa ni rafiki kwa mazingira yetu, lakini mwisho wa siku zinakuwa ni rafiki kwa uchumi wetu, na mwisho wa siku zituongezee tija ambayo itarajiwa kwa serikali pamoja na nchi kwa ujumla. Ndugu viongozi, leo kuweko na chombo hichi kutaturahisishia sasa kuwafikia wananchi siku zote pasina kusubiri siku ile ambazo nimezitaja, ambazo siku za shughuli mbalimbali kwa ziwemo maonyesho. Kwa hiyo shughuli hizi zitafanyika za kila siku kama ambavyo amesema katibu mkuu kwamba tutakuwa na wenzetu wataalamu wa habari watatuongoza ni mbinu zipi tuzitumie katika kuboresha na katika kuelimisha ili kusudi kufikia malengo. Kwa hiyo tunachotarajia ni kwamba chombo hichi kitatusaidia siku zote, na naamini mafanikio makubwa yameanza kupatikana na ataendelea kupatikana. Kubwa zaidi nitoe wito kwa watendaji, taasisi zote, kwa kuanzia hizi ambazo tumezichagua, tumealikana, kwa maana kwamba kuna shughuli nyingi za wenzetu ambao wanafanya katika ajenda za blue economy. Mimi kwa bahati nzuri niweze kushiriki kwenye mkutano ule wa siku ya kilimo duniani FAO. Nimeshiriki. Nimekuta tumekwenda Tanzania na ajenda mbalimbali. Lakini ukaikuta kwamba ajenda ya blue economy
Sisi kama sisi tunaiimba kwa wastani, watu wameshaifanyia kazi kwa kiwango kikubwa mno na wanakimbia kwa spidi kubwa mno. Tukifanya masiara tutaja kubaki na ajenda tu, lakini ufanisi utakuja kuigwa na nchi nyingine na watapiga hatua, watatuacha sisi ambao tumezungukwa na bahari, tutakujikuta ni wasindikizaji. Niwaombe sana mkurugenzi na timu yako, hili nalo ni jambo tulioni kwamba chombo hichi tukikitumia vizuri kitawaelimisha wakulima Micheweni, wakiwemo wakulima wa mwani na wafugaji pamoja na wakulima na wengine. Tuna changamoto kwenye misitu, watu wanavamia, wanaharibu mazingira. Tuna ufugaji ambao huzingatii kanuni za ufugaji. Tuna kilimo ambacho hakiendani na hali ya ya usasa, ni kilimo cha kizamani sana. Hichi hakitutoi. Na mwisho wa siku ardhi yetu Zanzibar ni ndogo, lakini ukiangalia, ukitathmini matokeo ya matumizi ya maeneo hayo tuliokuwa nayo, bado hatujafikia malengo hata ya 1% chache katika kuzalisha. Unakwenda mkulima kashamba kadogo ekari 2 anazalisha zaidi ya mazao spishi zisizopungua 10, na huwa anategemea azalishe kibiashara. Unakuta kwamba tunaimba kilimo biashara, lakini ukienda kwenye uhalisia hakuna biashara, na badala yake kuna watu wanaenda kufanya mazoezi tu ya miili yao ili yasiweze kudumaa na mambo mengine yasiendelee kuleta shida. Lakini kiufupi kilimo inakuwa mara nyingi tunakuta kwamba kilimo chetu kuelekea kwenye biashara bado nguvu haijakaa vizuri. Kwa hiyo mimi katibu mkuu niseme tu leo kwamba mimi nina matarajio makubwa kwamba chombo hichi kitatusaidia kurahisisha ufanisi katika uwajibikaji wa majukumu yetu ya kila siku.